Wito huo umetolewa na meneja wa shirika la Blue Cross Tanzania, Gloria Vincent, katika kikao kilichofanyika hii leo kwenye ukumbi wa kituo cha kulea watoto yatima na mafunzo ya ufundi Yeriko jijini Arusha, kilichohudhuriwa na viongozi na wazee wa kimila katika kujadili mchango wa viongozi hao kwenye kulinda maadili ya jamii kwa ujumla. Kuanzia kwenye ngazi ya familia, tunatamani sana wazazi wawe karibu na vijana wao na watoto wao, lakini pia wale viongozi waliopewa mamlaka, viongozi wa kimila, viongozi wa serikali, viongozi katika taasisi za dini, wawepo sehemu, yani wawe mstari wa mbele katika kutoa elimu, wawepo mstari wa mbele katika kukemea vile vitendo ambavyo ni hatarishi, ambavyo vinasababisha mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu. Aidha, kwa upande wake mwenyekiti wa kata ya Seuri ndugu Elias Merusori amewataka vijana kujikita kwenye majukumu yao ya kujiingizia kipato na kuachana na tabia zisizotakiwa kwenye jamii. Tunatoa wito kwamba vijana waendelee kufanya kazi kwa sababu taifa linategemea vijana, lakini pia familia inategemea vijana, na vijana ni nguvu ya kazi ambayo serikali na jamii inategemea. Kwa hiyo naomba kwa vijana kwamba wajitahidi kujituma kufanya kazi zao, badala yake kwenda kukaa na kulewa na kusubiri kukaa kufanya vitu ambavyo hazileti manufaa katika maisha yao. Vijana bado ni mtoto, anahitaji kushauriwa na bado anahitaji kuelekezwa. Kwa hiyo pia wazazi wetu tunawaomba wawe karibu na vijana wao. Nao baadhi ya wazee walioshiriki katika kikao hicho wameiomba serikali kushirikiana vyema na viongozi pamoja na wazee wa kimila ili kutengeneza jamii na taifa lenye maadili mazuri. Lakini tunasema kwamba serikali tusaidie iwe pamoja na wananchi, kwa sababu wenyewe wakichukia na serikali ikasaidia itatokomea. Lakini kama wenyewe wakichukia na serikali haisaidii, au serikali ikachukia yenyewe, haitatokomezwa. Hasa swala la ulevi, tunawaadhibu wakienda mbele. Serikali haisikilizi kwamba maamuzi yale ilifanyika kimila na desturi kwamba walifanyaje, ila wanawasikiliza wale kama tuhuma kwamba nani aliyekupa ile sheria. Kwa hiyo tunaomba serikali itoe ushirikiano kwa wazee wa kimila, viongozi wa kimila, ili kusaidia ili jambo jahazi, kwani wale wazee ndio wako karibu sana na wale watu. Matukio ya ukatili wa kijinsia nchini yameendelea kuwa changamoto kubwa ya kijamii na kiafya, yakichangiwa na mila potofu, ukosefu wa elimu sahihi pamoja na utegemezi wa kiuchumi. Taarifa mbalimbali zinaonyesha kuwa wanawake na watoto ndio waathirika wakuu, huku visa vya ukatili wa kimwili, kingono na kisaikolojia vikiripotiwa katika maeneo ya mijini na vijijini. Madhara yake ni pamoja na majeraha ya mwili, magonjwa ya muda mrefu, msongo wa mawazo, pamoja na kuathiri maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa waathirika. Aidha, vitendo hivi husababisha hofu na kukosekana kwa usalama katika jamii, jambo linalohitaji juhudi za pamoja za serikali, wadau na wananchi ili kukabiliana nalo. Kwa upande mwingine, matumizi ya madawa ya kulevya yamekuwa yakiongezeka hasa miongoni mwa vijana na kusababisha athari kubwa za kiafya, kijamii na kiuchumi. Watumiaji wa madawa hayo hukumbwa na uraibu, kupoteza uwezo wa kufanya kazi na wakati mwingine kujiingiza katika vitendo vya uhalifu ili kupata fedha za kuendeleza matumizi hayo. Vile vile, matumizi ya dawa za kulevya yanahusishwa na ongezeko la magonjwa ya akili, maambukizi ya magonjwa ya kumbukizi pamoja na kuvunjika kwa mahusiano ya kifamilia. Hali hii inaweka msukumo kwa mamlaka na jamii kuimarisha elimu, kinga na huduma za matibabu ili kupunguza athari hizi na kulinda mustakabali wao. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, mimi ni Zainabu.